Na mwana michezo popote pale ulipo, nadhani ni muda wetu sasa kuendelea kujigamba kwenye yale ya kimichezo bwana. Hii ni B Sports ndani ya Boresha Radio. Anayezungumza hapa ni nahodha wako kwa muda wote, Winga Teleza, sauti ya kuvimba, sauti ya kujidai. Naitwa Mbwene Mgombelo. Kama kawaida niko na wewe kuhakikisha ile speed ya Vinicius Junior unaishuhudia, talent kutoka Brazil, tupo nayo sambamba sana kwenye kukujulisha yale ya kimichezo kuanzia hapa nyumbani paka nje ya mipaka ya Tanzania. Niko na Duma Sports, mzee wangu wa muda wote, shabiki la Arsenal. Ana vibe sana, anakuambia Morgan Rogers inaweza kuwa mwakani pale kwenye msimu unaokuja mzee wangu mabalaa yakawa mengi sana, au vipi? Itakuwa noma sana. Yaani mwakani ile 10 ndio lichukua tena. Acha basi. Kabisa. Bwana, yale kimichezo tutakayokujulisha kwa siku ya leo, nitaanza na kama kawaida kwenye anga ya nyumbani hapa zilichezwa mechi za nusu finali ya kombe la shirikisho Azam. Sasa hivi nazaminiwa na CRDB CRDB Bank, ndio. Tukaona wananchi wa Young Africans wakiaga michuano hiyo baada ya kufungwa na Azam kwa bao 3-2 baada ya kwenda dakika 90 kwa sare ya bao 2-2, then kwenye extra time Azam wakapata bao la 3 bwana. Pende tusemaje? Tukizungumzia mechi yenyewe, nafikiri kwamba hakuna mtu ambaye alitarajia kwamba ile mechi kwamba yani Yanga angetokea pale. Kwa uchache sana. Yani kwa watu wengi sasa kama walitarajia hicho kitu. Kwa hiyo mimi nafikiri yani kuna baadhi ya watu wamefurahi sana kwa sababu wana maneno. Bwana, baada ya visa zetu kukapoa kabisa, kukaguliwa na kuhakikiwa kwamba zina vibali vyote, tutafly kimataifa, ambako kimataifa yako mengi sana. Wakati nakuja mjengoni hapa, mzee wangu Duma aliniambia hakuna jambo gumu zaidi kama kuwa hater wa Messi afu namuona kila siku anafanya poa zaidi. Nikamwambia nitaligusia hilo tukiwa on air. Paka nazungumza hivyo, Messi ndio mfungaji bora wa michuano ya kombe la World Cup, magoli 18. Duma Sport atakugusia hapa, si ndio mzee wangu? Kabisa. Baada ya hapo tutahakikisha kwamba kwenye tetesi mbalimbali za kiusajili barani Ulaya hatukuachi nyuma. Yako mengi sana ya kimichezo, kama ilivyokujulisha kwamba Morgan Rogers anahusishwa kujiunga na Arsenal bwana, the Gunners. Afu Bernardo Silva amekwenda kwa matajiri wa jiji. Hapa nazungumzia Real Madrid. Yako mengi sana ya kimichezo. Jambo la maana zaidi na la msingi na endelea kututegea sikio sisi kama Boresha Radio ndani ya B Sports. Naizungumza hapa, mimi naitwa Mbwene Mgombelo. Hata nikupe maelezo machache na bora zaidi kwa ufupi unawezaje kutupata bwana. Unaweza kukuchukua kivinjari chako mzee wangu Duma, si ndio Kabisa. Unashika kivinjari chako, unakwenda kwenye search engine yako, na maanisha Google ama Chrome bwana, then unakwenda una dial pale www.boresha.live bwana, utatupata live moja kwa moja. Utamwona Vinicius Junior Winga Teleza anapotema madini kwa hatari sana mno mzee wangu. Mali ipo lakini mimi kama ninavyokuambia, talent kutoka Brazil. Na mbona michezo kama nilivyokujulisha kipindi na kwenda mapumziko mafupi, nilikwambia tukirudi time hii hapa tutakwenda kuanza na habari za kimichezo kwa hapa nyumbani. Mzee wangu Duma, bila kupoteza muda, acha niwagusie ili hapa wana B Sports kwamba juzi tulishuhudia michezo ya hatua ya nusu finali ya kombe la CRDB, ambapo Dar es Salaam Young Africans walicheza dhidi ya matajiri wa jiji Azam FC. Alafu upande pili Mnyama Simba akicheza dhidi ya Wanamangush Coastal Union. Na matokeo yalikuwa kwamba Mnyama alishinda kwa bao 4-0 kwenye nusu finali ya kwanza iliyofanyika pale Arusha, si ndio Then nusu finali ya pili ikifanyika kwenye uwanja wa CCM Kirumba, iliwashuhudia matajiri wa jiji, na hapa nazungumzia Azam FC wakitinga hatua ya finali ya michuano hiyo. Tulipata fursa kuzitazama game zote mbili mzee wangu. Pengine ni game gani ambayo imekuwa na surprise kubwa kwako kutokana na yale yaliyojiri kimichezo? Naweza ngasema game ya Yanga na Azam. Ndio naweza ngasema kwa hiyo ni game ambayo cha kwanza ni mimi game niliangalia, na mpaka na kwa ile game nilitegemea kwamba Yanga anashinda. Iko hivyo lakini Azam ni surprise kiukweli. Tushazoea. Unajua sisi ligi yetu ndio ligi ambayo unaweza ukatabiri kwamba nani anashinda. Ligi ambayo inatabirika. Umeona, na ukizingatia Yanga kwenye ile kombe Nesa ilichukua mara 4 mfululizo, si ndio? Kwa hiyo ishazoeleka. Sisi ndio ligi pekee bingwa wa Premier League. Anaweza lazima atachukua na FA. Yaani iko hivyo. Sisi kama leo kutokea bingwa pengine hajachukua FA Bongo. Kuna msimu nakumbuka alichukua Singida. Alichukua ni Mtibwa na Singida Wigi. Ilikuwa Singida United ile alimfunga Mtibwa kama sikusahau. Bingwa alichukua Simba. Sasa ndio kwa nini imekuwa hivyo? Ni kwa sababu Simba na Yanga hawajatoka. Ndio lakini kwamba yani ni machache sana yanatokea bingwa wa ligi hajachukua FA.
Unadhani mpaka unasema game ya Yanga dhidi ya Azam ilikuwa surprised kwako, ni sehemu gani ambapo Azam walikuwa bora zaidi kwenye upande wa mechi hiyo? Tuliona Azam walicheza pungufu kwa zaidi ya dakika 55. Ni sehemu gani ambako walikuwa bora zaidi Azam, ambako kuliwawia ugumu zaidi wananchi wa Young Africans kupata matokeo? Kwanza nampongeza Ibenge. Ukiwa kocha mkubwa lazima tu utagundua kitu. Ndio maana ile game ilikuwa inahitaji zaidi Kitambala kuliko ile steka nani Ngita sijui. Kwa sababu Kitambala kwanza ana mikimbio mizuri, ana nguvu. Umeona? Ukizingatia Azam alikuwa pungufu. Yanga akaona kwamba nini tunafanya? Tuongeze kushambulia. Tuongeze mashambulizi. Sisi sasa hivi tusilinde. Na ukiangalia katika ilivyokuwa 2-2, unaona kabisa kwamba Yanga alikuwa anaweza kupata goli la 3 mapema tu. Ilikuwa inaonekana hivyo Lakini nini alifanya Azam? Kocha aliangalia. Kuna baadhi ya midfielder zisha tayari nini maji shazidi unga, ndio alimtia yule ya Kaminko, akamtia Kanuti. Sasa pale Ibenge akija kuzuia. Itakuwa sasa hapa na mimi namuongeza nani? Kitambala. Kama uliona mipira yote ambayo Azam alikuwa anapiga. Ikopo unaona yule Baka mwenyewe alikuwa hapandi sasa. Kabla Kitambala hajaingia. Walikuwa hapana sana mbaki Kitambala alivyoingia. Unaona kabisa Yanga walikopo yule Baka na Mamnyeto na ule beki nani huyu Boka walikuwa yani kwamba zilikuwa za beki 3. Ulikuwa kabisa kwamba tunazuia kitu bila counter attack. Sasa kuna wakati Kitambala afunga ile goli. Unaona kabisa kwamba yani ilikuwa tayari Baka sasa. Kwanza mimi pale Baka nataka niseme kitu kimoja. Ile ambayo Baka alitoa ile kichwa alipokuwa anapiga ile boko. Ikikuwa kufanya Mamnyeto tungesikia kelele nyingi sana. Kwenye mitandao watu wangeongea. Lakini nani kafanya Baka? Anafanya hivyo inatokea mara moja sana kufanya makosa kama, lakini amefanya ile kosa Kitambala ametumia urefu wake ameweka chuma. Lakini wasifu Azam walizuia vizuri, japokuwa kuna wakati unaweza kusema Yanga anapata goli muda wote. Lakini Ibenge alifanya sababu za kielimu zaidi za kisoka zaidi. Na ukiangalia kuna tunaweza tukasema kwamba sehemu ambayo ilikuwa ni mfupa mgumu zaidi kwa wananchi wa Young Africans kwenye mechi ile ilikuwa ni akili ya tactic. Ibenge. Ndio nikasema hii. Right kama ingekuwa Azam anakocha tu hapa. Sidhani kama mechi tungeshuhudia bora huo, lakini aliangalia. Kipindi na pita mitandao ya kijamii bwana, nikakutana na fact moja, nikaisema ni fact kwa sababu jamaa alikuja na reason zake kwamba Dickson Job alikuwa anaficha makosa mengi sana ya mabeki ambao alikuwa akipacha nao. Either ni Bakari Nondo Mwamnyeto ama Frank Kasinki ama ni Ibrahim Baka tunamzungumzia ile Mzanzibari, si ndio? Unadhani gap la kukosekana kwa Dickson Job na yenyewe limechangia kwa kiwango kikubwa kuporomoka kwa matokeo ya Yanga? Katika mpira kwenye zile beki mbili za kati lazima uweke kitu kinaitwa pacha, watu ambao washazoana muda mrefu. Umeona? Chemistry. Na ukiangalia nani Job, mimi naweza kusema ndo beki bora zaidi Tanzania kwa sasa. Japokuwa watu wasemaga Baka, lakini mimi nakwambia Job. Kwa nini? Umeona mimi kama mimi ndio ningekuwa kocha wa Yanga, mimi ningeenda na Asinki na Baka. Kwa sababu gani? Asinki ni Mtanzania? Amna, sio Tanzania. Za Burkina Faso au Guinea, kwenda Afrika Magharibi. Sasa Asinki kabisa. Asinki ana makosa kama alikuwa na Mamnyeto. Sijui labda kocha anaangalia urefu, sijui. Lakini mimi ningeenda na Asinki. Tukirudi kwa upande wa Job, ni kweli tangu jamaa ameumia. Yani naweza nikasema tumeona mapungufu mengi sana. Hiyo factor jamaa aliongea ni sahihi. Ni sahihi kwa sababu unajua akicheza Baka na Job, huwezi kuona makosa. Yakiwepo jambo la moja sana. Kwa hiyo Job ni beki ambaye yani amewa disappoint sana Yanga tangu ameumia. Ndio tunaona Yanga sasa hivi Yanga ukimshambulia kidogo tunapata goli. Kwa uzoefu wa nani? Yani nahisi mwenyewe hata yule Baka anakocheza na Mwamnyeto anafikia hata yeye anakuwa na amani. Kuna mechi Yanga anafungwa ile. Diala mama ndo alijivunja. Alishaona. Iko wazi. Yaani tukienda tusifishe mambo. Tuongee fact. Diala alijivunja ile mechi. Kwa nini aliona goli la kwanza na ndio alichoma Mwamnyeto, si ndio? Aliangaza kama mpira huu anafanya hivi mara zangia nyingi. Alipotoka yeye Diala alichokiwaza kimetokea. Bana, hiyo ni B Sports ndani ya Boresha Radio. Nazungumza hapa, mimi naitwa Mbweni Mgombelo na hapa tuko kwenye anga la nyumbani. Tumezungumzia mechi ya wananchi Dar es Salaam Africans dhidi ya Azam kwenye mchezo wa CRDB, hatua ya nusu finali ya michuano hiyo ilifanyika pale kwenye uwanja wa CCM Kirumba bwana. Kwenye hiyo mechi siku hiyo zilipigwa sana kamba za vichwa. Ilikuwa ni siku ya kina baba duniani, zikapigwa sana kamba za vichwa.
zimepigwa sana kamba za vichwa za kutosha mno. Goli zote 5 zimetoka kwenye vichwa vya watu. Bwana, ni kwamba makipa wa timu zote mbili walishindwa kujiorganize vizuri na ile mipira, ama ni mabeki wana wenyewe walivurugwa na siku ya kina baba dunia na wakaona watoe boko la vichwa. Bana, mimi yani nisema tu ukweli bana. Mimi naweza nikasema unajua, cha kwanza ligi yetu hii kuweka hizi mechi mkoani, hizi mechi kama hizi za nusu finali. Unajua wenzetu duniani huko wana uwanja wa Wembley, kwamba nusu finali zote za FA zinapigwa Wembley. Kwa nini goli la vichwa? Kwa aina ya kiwanja chenyewe. Usitaka kuniambia ule uwanja utapata magoli ya kiufundi, huwezi kupata. Yapo, huwezi kupata. Na kukumbusha kipa Kasale alipigwa bakola moja ya mbali sana na James Mwashingwa. Inatokea mara moja sana. Ndio unaona Yanga akipiga pasi mbili twende kwa Okelo. Okelo akishakamata, akishachungulia weka chuma. Kwa hiyo huwezi kupata ladha ya mpira kwenye hivi viwanja vyetu sisi vya mikoani, huwezi kupata. Kwa hiyo yale magoli ilikuwa inahitaji magoli yale yafungwe kwa aina ile. Kwa mimi wala sikushangaa. Kwa aina yale magoli sikushangaa kabisa, kwa sababu ili ushinde mikoani lazima utumie mipira ile. Kwa siku mimi nishaswaga mtaani kule na wanangu cha kuamnyaga, light kama viwanja vya Bongo vyote vingekuwa kama taifa, sitaki kuamini kama Simba Yanga ataja akafunga mechi hata moja. Sitaki kuamini kama anafungua mechi hata moja. Kwa nini mzee wangu? Light kama kungekuwa kuna pitch kama ile ya taifa, carpet yani. Watu wanakusikia mzee wangu. Watu wamepelekwa kwenye carpet wakapigwa 5 au umesahau? Ngoja niambie kitu kimoja. Umeona msimu hapa Simba na Yanga. Hata mwaka jana. Sisi kama Simba na Yanga shafungwa hapa KMC. Nitafutie hiyo mechi. Yaani Simba na Yanga wamefungwa KMC. Kwani KMC mzangu, KMC ni Nyasi OG. Tunazungumzia pitch kama zile. Kwani Simba sasa na Yanga sasa na nani na Mungu kule kwao kwenye ile pitch. Simba salishinda. Yanga vena salishinda. Mimi nitapata kwenye point yangu. Ndio nimekuja soja. Nitafutie mechi ambayo imechezwa kwenye carpet. Dar es Salaam. Simba au Yanga akafungwa na hizo timu. Hata taifa pale Simba lipotea kamba mbili zidi ya Azam. Anacheza na nani? Azam. Point yangu ni kwamba Simba, Yanga, Azam. Tumtoe Azam, Simba na Yanga. Ani kama Simba sakifungwa na Azam ni sahihi, sababu Azam timu kubwa. Mimi nimesema hizi timu zingine hizi si Mtibwa, Mashujaa, nani waje kwenye carpet pale washinde. Mechi gani ushakuiona hiyo? Haiwezi kukuta. Yaani kama tutafikia huko viwanja kama vya wenzetu kule, sitaki kuamini kama siku Simba na Yanga watakuja kufungwa kwenye carpet. Sitaki kwa kwenye ligi yetu, sitaki kuamini hicho kitu. Sasa mpira si unabadilika, maana yake hata hizo timu ndogo na zenyewe zitaanza kuwekeza kwa sababu vinaona viwanja vilivyopo si vizuri. Watawekeza lini kaka? Kwa ligi tumeanza kushuhudia leo sisi ligi yetu si muda mrefu. Mbona hamna hiyo uwekezaji wenyewe? Kwanza ligi inatokea, yani kwanza kwani Simba kifungo kwanza ukashangaa. Simba kafungwa. Kwanza ushangai kwanza wewe sawa. Yanga kifungo, wewe unashangaa. Yanga amefungwa leo. Yaani unajua soka mwenzetu Arsenal kafungwa, Barcelona amefungwa. Unaona mchana. Kafungwa na nani? Labda na Wolverhampton. Okay sawa. Mechi ilikuwa nzuri. Lakini hapa Yanga kafungwa Mashujaa. Kwanza wenyewe wanashangaa, Yanga amefungwaje wewe? Kafungwa. Sahihi sana. Bwana, huyo ni Duma Sports. Duma Sports anapatikana hivyo kwenye mitandao ya kijamii, Instagram pale. Haya madini yote unayatoa mle. Jamaa ana madini mengi sana mengi mno. Hiyo ilikuwa ni kwa mechi ya kwanza bwana. Then tuliangalia nusu finali ya pili ambapo mnyama Simba ya Steve Barker alimshushia kichapo kizito wana Mangush Coastal Union kwenye uwanja wa Sheikh Amri Abeid pale Arusha. Libase game inaonekana ni silaha adimu sana na imekuja wakati muhimu sana kwenye klabu ya Simba. Unaliamini hilo? Kwamba Libase game inaonekana ni silaha adimu sana na imekuja wakati muhimu sana kwenye vita kwenye jeshi la Simba. Unaliamini hilo? Mimi bwana, yule jamaa mchezaji mzuri. Sema sasa kuna wakati anakuwa cheza kitimu. Yaani ana ule umimi kwamba bana mimi nifunge kwanza mimi. Unajua so kama tunavyoona Pape Osman Sako alipokuja, yaani alipambania club. Lakini ni mchezaji mzuri na uwepo wake. Ni muda wa anga la kimataifa bwana. Ninayekualika hapa mimi naitwa Mbweni Mgombelo na hii ni B Sports na inaboresha radio. Kipindi namba 1 cha wanamichezo, na leo niko na mzee wangu Duma Sports ama Boma Sports. Yuko na madini mengi zaidi ya kutosha zaidi, na miongoni mwa jambo la msingi kwenye kimataifa hii hapa
nitaanza na fact yake alioniambia kwamba hamna kazi ngumu kama kuwa hater wa Messi alafu namuona Messi anafanikiwa. Mzee wangu, kwa nini uliniambia fact kama hivi? Ni kwa sababu ya mchezaji mwenyewe bana, jinsi ambavyo tunapomzungumzia. Uje Messi hapo tunamzungumzia dunia tena kwenye mpira. Na ni mchezaji ambaye kwanza ana Ballon d'Or nyingi sana. 8. Na naona kabisa hii ya 9 hii. Acha basi. Hii naona hii ya 9 hii. Naiona hii kama atachukua. Lakini kama itatokea ameingia finali akaikosa, afa akawa top scorer. Ya kwake hii tena bila ubishi. Japokuwa sasa timu Ronaldo hapa sasa hivi kazi ni ngumu. Kazi ngumu. Bwana, hiyo ni B Sports na hii ni anga la kimataifa. Miongoni mwa taarifa kubwa kwenye anga la kimataifa kwa time hii hapa ni kwamba mchezaji wa timu ya taifa ya Argentina na captain nahodha wao wanamuita mbuzi mzee Lionel Messi la Pulga ndio mfungaji bora wa muda wote kwenye michuano ya kombe la dunia inayoendelea hivi sasa pale Marekani, Canada pamoja na Mexico. Ilikuwa ni siku ya jana majira fulani ya saa 1 ambapo Lionel Messi alivunja rekodi ya Miroslav Klose na kukaa yeye kama mfungaji bora wa muda wote kwenye michuano ya kombe la dunia. Ushindi wa bao 2-0 dhidi ya timu ya taifa ya Austria wakina David Alaba ndo namweka Lionel Messi kama kuwa miongoni mwa wafungaji bora wa muda wote wa michuano hiyo ya kombe la dunia bwana. Ndio tulitazama mechi, kuna mtu akajaribu kuchagiza kidogo kwamba Argentina mfungaji ni Lionel Messi peke yake ama namna gani vipi? Ukitazama mchezo ulivyokuwa. Huyo mtu anaongea hivyo. Anajua mpira sana. Kwa nini unajua? Kuna kitu ambacho wanachofanya Argentina mimi nashinda kukielewa. Kwa ile goli la pili. Kwani mpaka shinde huyo? Yule jamaa yule uruka mpira. Mpaka shinde Messi. Kitu mimi sijakipenda, lakini kwa sababu ndo yani tuseme basi ndo wanamheshimu basi ndio ile sawa, lakini mpaka ashinde Messi. Yule jamaa anajua nafasi nzuri ya kushinda. Lakini kaenda kampa, ndo Messi kapiga kwanza kakosa, kapiga pili kashinda. Sasa pale wakati mimi nikana timu Ronaldo wakanaongea. Ona sasa, cheki. Sasa basi kwa watu jamaa sasa pesa kashinda pale. Lakini cheki Messi kapiga ya kwanza kakosa, kapiga ya pili goli. Lakini tuseme kwamba Argentina huyu jamaa bado unajua anamheshimu sana tofauti na Ureno anapocheza. Kwa hiyo nafikiri kwamba kwa mfumo ule basi tutegemea magoli mengi sana atashinda. Tutegemee sana kwa mfumo ule ambao Argentina anacheza. Ni mtu abaki na kipa anatafuta Messi wapi funga. Tutegemea magoli mengi sana, lakini kwenye zile goli ambazo Messi amekaa pale sasa ambaye kodi ya Miroslav Klose anakaa kwa muda tu pale. Mbappe si huyu hapa. Mbappe huyu hapa. Acha usalibu. Mbappe huyu hapa. Unajua tunaheshimu sana. Mimi na uhakika Mbappe ndo msimu wenu anaenda kuweka rekodi yake. Pale kae. So mzembuzi tu. Messi kwa muda pale. Mimi maneno sema magoli mawili. Kama status. Sema magoli mawili she. Bado magoli mawili. Haya. Ina mimi na uhakika Mbappe jana anavunja rekodi. Anaongeza goli mbili zile. Na kwenye huo upande wa Mbappe jana yeye ilikuwa ni saa 4 usiku dhidi ya taifa la Iraq. Timu yake ya taifa ya Ufaransa wanashinda kwa bao 3-0 na Kylian Mbappe anatia kamba 2 bwana. Ule mchezo ulidelay kwa takriban lisali moja kama na dakika zake kutokana na hali ya hewa, ilikuwa mvua kubwa sana ilinyesha pale Houston, si ndio? Hebu tumzungumzie Kylian Mbappe, na yeye anaonekana kama anataka kuiaminisha dunia kwamba kama ambavyo Ronaldo na UEFA, Messi na World Cup, na yeye mtemu kwamba Mbappe na World Cup. Yaani ana DNA na World Cup. Mechi niliangalia, lakini kipindi kile ambacho mechi pale ilivyoahirishwa kwa muda nikaenda kulala, nikaona afuza soge mkubwa, ila nimemwangalia Mbappe mechi kombe dunia leo anachukua na ile na ile. Naweza ngasema kama na kiutawala fulani hivi atakiweka kwenye World Cup. Ndio. Japo huyo Mbappe Madrid bado hajampa heshima kama alompa Ronaldo. Tofauti na Ufaransa. Unajua Ufaransa wamempa heshima kubwa sana Mbappe. Sasa amedeliver mzee wangu. Sasa Real Madrid samanini. Real Madrid na Ufaransa ni tofauti kidogo. Sawa, siwezi kukupinga. Unajua japokuwa hapa kati zilitokeza sintofahamu za mashabiki na Mbappe, si ndio? Yaani kama hawakubali. Lakini Mbappe ni mchezaji hatari sana unajua. Angalia kwa Ufaransa anafunga magoli mazuri. Hata pale Madrid ana dunia yake. Top scorer yeye miaka miwili, si ndio? Faulizo. Kwa hiyo kuna wakati mashabiki wa Madrid kama ni wanamkosa sana heshima. Lakini ukija kuangalia katika World Cup hizi ambazo Mbappe amecheza zote tatu, amekuwa moto sana. Ni kitu gani exception ambacho unakiona kwa Kylian Mbappe anapocheza michuano hii? Hali ya upambanaji ama ni watu wanamzunguka na yeye, kama tunaweza tukasema kama nene kama Messi wa Ufaransa?
au hali ya upambanaji inakuwa tofauti anapocheza World Cup na michuano mingine? Naweza ngasema hivyo of course kwa sababu kuna ile goli la kwanza. Angalia ambapo pasi mbili. Olise ile assist ya Mbappe unajua akupiga tu touch. Ilipokuja tu akaona Mbappe kashafungua akamwekea. Mbappe ka receive kachapa upande wa pili. Na ile goli la mechi ile ya Senegal. Umeona nani? Ile Olise tena. Kaangalia, kaeka yani kwamba kwa jinsi Mbappe anavyocheza hata wachezaji wale ambao wanamzunguka zile winga za Ufaransa wanaangalia kwamba bana ukishafika kwenye nje ya box mtu wa kwanza kumwangalia Mbappe. Na ukiweka tu jamaa juu afanye makosa. Na kuna kweli Mbappe ukimwekea tu hana mambo mengi. Yeye analijua goli. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba hata baadhi ya wachezaji wa Ufaransa na hisi kwamba shakubali. Bana penny head. Tumpe. So hata Dembele anacheza. So ni sio kama anavyokuwa PSG tayari washama basi Dembele ndo head. Ila unaona akiwa Ufaransa tunakubali baba hapa Mbappe ndo kila kitu. Ndio maana unaona hata akiwa anapata mpira Mbappe amefungua mwekee. Mbappe ukimwekea chuma na yeka. Kwa hiyo naweza ngasema kwamba na yeye bwana jamaa amejijengea naye dunia yake katika World Cup. Ni Messi wa Ufaransa. Kwa sababu na hata World Cup zinazokuja Mbappe atakuepo. Alafu bado na umri mdogo. Alafu kuna sisi wale manyambizi wale tunatokea Norway kule. Kuna barafu sana, baridi kali sana. Jana tumemsindikiza mtu mpaka Senegal pale. Erling Braut Haaland. Nilikuwa napiga story na mmoja wa watu wa mpira sana kakaangu, nikamwambia hivi, huyu jamaa anajua sana kufunga. Akaniambia kwenye kuswala la kufunga Erling Braut Haaland hana mpinzani. Unaliona hilo? Kamba 2 siku ya jana. Japo mechi imecheza muda mbaya, sikuangalia lakini kwanza naweza kusema hakuna mtu aliyetegemea kama Haaland angefunga kwenye kombe la dunia. Kwa sababu gani? Unajua tucheza kama Man City analishwa. Kuna kipindi semaga De Bruyne akiondoka, huyu hamna kitu, anajua kupandongeleka sana. Lakini aliondoka. Si bado top scorer yeye. Mechi ya kwanza wanacheza na nani? Ni Iraq. Niliangalia Mbappe. Yaani Braut Haaland. Haaland. Zile movement zake ambazo yani yule nusa kati anakimbia na mpira. Haaland tayari achafungua, ni yupo kwenye position. Yule jamaa akaangalia mambo ashafungua alivyoiweka. Angalia alivyo kuteleza nayo yule mpira. Goli. Na goli la pili kipa kajivuta mtu kafika. Yule jamaa miguu mirefu kweli. Na Haaland ni mrefu. Ni anakimbia bani sasa nikasema huyu jamaa unajua nchi yake ni ndogo, afu hamna ubunifu. Tukimtoa tu Odegaard na Olenusa. Lakini huyu jamaa umesema anajua goli ni balaa. Yaani Haaland ni dunia nyingine inayokuja kwa speed ya hali ya juu. Ni balaa. Najua hata goli zingine mimi nimekuja kukaa kwenye simu nimeona nikajua goli mbili, nimeshtuka. Basi jamaa ni balaa. Kwa hiyo hii top scorer ana goli ngapi? 4. Ana goli 4. Messi ana 5. Kylian Mbappe ana 4. Mzembuzi kawazidi kwenye hat-trick tu pale. Kwa hiyo mimi hapa bana top scorer baza ngasema kwenye Mbappe au Haaland anatoka mmoja hapo hapa. Sahihi. Tumewaangalia hao ambao ni wachezaji bora kwenye michuano ya World Cup. Hebu sasa tutoe sasa ule ushabiki, turudi kwenye Afrika wetu. Bana mpaka sasa hivi tuna mataifa mawili ambayo kimahesabu yameshaaga michuano hiyo. Tunamzungumzia mtu kama Tunisia na mtu kama Senegal. Senegal nadhani kama imekuwa surprise sana kwa watu wengi kutokana na quality ya wachezaji walionao. Senegal au Tunisia ni wapi ambapo walifeli kwenye michuano hii, ambapo unaona pengine michuano ijayo wajipange zaidi? Tukianza kwa Tunisia, unajua sisi Afrika tuna tabia zetu. Yaani kwa hiyo tunapanga sisi ngozi nyeusi ndo ambao tunazingua, lakini sasa hivi mimi naweza ngasema ndo tabia ya Afrika. Hii yani ndo tabia ya Afrika hii. Na obviously tupo hivi. Hii tupo hivyo. Kwa nini? Tunisia alifungwa na Sweden, si ndio? 5-1. Mechi ilivyoisha kocha akatimuliwa. Unaona? Kosa la kwanza. Kwa vipi? Kwa nini umfukuze? Kufungwa 5-1. Asifungwe nani? Anakafungwa na nani? Umefungwa na nani? Watu wacheza duniani, wanacheza nao, sawa? Makafungwa ngapi? 4? Alifungwa 5. 5-1. Kwa hiyo sijajua kwamba ukifukuza kocha ukita kocha mwingine ndo atafanya vizuri. Sitaki kuamini. Yaani hicho kitu kwenye mpira, never. Sitaki kuamini. Ndio pale tabia yetu sisi wa Afrika, tuna dunia yetu na sisi. Kwamba tuna aina yetu ya upokeaji wa matokeo. Kwa hiyo kwa upande wa
wa Tunisia sana mzee wangu, sababu hata huyo Sweden mwenyewe mechi ya pili alipigwa naye 5. Umeona? Hajafukuza kocha. Kwa sasa tuna vitabia vyetu wenyewe ambavyo tunavyo. Kwa nadhani hiyo inaweza kuwa ni mistake ya kwanza ambayo imewaangusha Tunisia. Inaweza kuwa ndio mistake ya kwanza. Japokuwa mpira wao mzuri, ndio timu ya Afrika ambayo kila kwa dunia wanashiriki. Umeona? Kwa hiyo sasa pale itakiwa hata wao wenyewe hawa nchi yao wenyewe waangalie kwamba bwana sawa, tumepoteza. Kuna timu inaitwa nchi inaitwa Curacao. Alipigwa goli 7. Lakini hajatimua kocha. Wakajipanga game pia walitoa sare na Ecuador. Umeona? Kwa hiyo mistakes zinatokea zipo. Na mistake ndio sehemu ya kujifunza. Lakini timua kocha, kwa hiyo kocha mwingine kapigwa naye. Wamfukuze basi. Wamfukuze wamete mwingine. Kwa kila mechi na kocha wake. Itakuwa wasawafanye hivyo. Labda kuna kitu watatufundisha katika mpira. Kwa hiyo mistake imetokea, japokuwa ndio hivyo wameita Uswahili na wao. Kwa hiyo naweza ngasema Senegal je, kwa upande wa Senegal hamna kitu kimeniuma sana kama Senegal. Kwanza timu miongoni ambazo nilitegemea nitaziona nusu finali. Mzangu nakumbuka hata last time tunaongea tulipiga sana mahesabu mengi sana. Yaani nimeumia kwanza. Yaani mpaka najisikia sasa nitazungumza vipi? Nikapi sura yangu hata mimi nisema hapa huu ndio timu itatukomboa kwenye Afrika. Nilikuwa nategemea kwa sababu unajua bana sisi ngozi nyeusi tunategemea sana Senegal. Umeona? Kwa upande wa game kwanza niliangalia game ya kwanza, niliangalia ya Ufaransa. Kufungwa na ile Ufaransa. Mimi kama mimi nitegemea hapa nitapata sare kwa aina ya hii timu. Baada ya sare sisi tunatosha sana. Tutaweza na Ufaransa. Lakini mja kugundua wale jamaa kwanza tunacheza nao sasa hivi ni hatari. Kwa aina wachezaji walikuwa nao pale mbele. Umeona? Kwa hiyo kwa Senegal bwana nafikiri kitu ambacho kilichofanya mpaka yani sielewi tumeingiaje msimu huu kwenye ile kupanda tumejiandaaje. Japo tuna wachezaji wazuri, mpira mzuri, yule mpira tulicheza first half ulikuwa ni mzuri. Kipindi cha pili tulivyorudi sijaelewa kocha alibadilika. Kocha ilikuwaje? Kwa hiyo naweza ngasema kwamba sijui niwekaje, lakini ametusurprise sana yule jamaa. Nchi nyingi za Afrika yari ndio matumaini yetu shehe. Kwa nadhani hata wao sasa wanapata nguvu kwamba kumbe hata Morocco alistahili kuchukua lile kombe. Sababu Uso ndo alimtoa watu tumemtetea. Kuna jamaa jana anamwambiaje? Oya, Senegal leo tayari. Haya. Akasema hivi, watoe timu uwanjani basi. Umeona? Sasa nikasema kwa hapa haiwezekani. Akasema hajafaa hamna tukio Sitaki shapiga chumba ngapi hizo? Atoe timu. Akasema kwa hiyo bwana sijui kikweli yani muumia sana kusegea kwa na vile japokuwa jana mechi sikuiangalia ile inayochezeka muda mbovu. Kwa hiyo ni moja kuona ile matokeo yani kiukweli nimekuwa disappointed. Hii nimeshangaa. Pengine labda usingizi ulikuokoa kwa sababu pengine tungepaswa TV za watu ndio. Hiyo ndio timu naishabikia ile. Ndio nimefungwa na Ufaransa sikushangaa akasema sawa. Ndio kufungwa. Akija mimi nataka sare tu. Mechi na Ufaransa tukaikosa. Basi ya Norway tupate sare sababu Norway na sisi ukiwa Norway na Ufaransa level sawa bwana. Kikienda kwa kaina wachezaji nini. Of course Norway ni wastina kitu sisi na Ufaransa. Kwa hiyo yani sijategemea. Hiyo ndio hivyo mpira na matokeo yake. Kwa hiyo kwa Senegal ishatokea. Ama cha kulaumu, tumepoteza mchezo mechi 2, tushatoka. Sababu hata game yao kishinda hawani kokote. Tushatoka. Kwa hiyo nafikiri kwamba wajipange kwa World Cup inayokuja japokuwa hata kuna wachezaji muhimu kuja na kizazi kipya kama atakuwepo. Kwa hiyo timu zilizobakia mimi kwangu yani za Afrika tena hapo tunarudi nadhani kuna Cape Verde, una Morocco, una Egypt anaongoza kundi, una DR Congo amesale anacheza leo DR Congo nadhani mida fulani saa 5. Kesho anacheza Congo DR Congo. Kwa Morocco ile mechi na Brazil kiukweli ile sana Senegal najua sisi sasa. Acha ile mechi na Brazil na Morocco ile Senegal sasa ile shehe. Yaani bila Senegal au bonde vile. Sasa mimi shabiki Morocco sipendi. Kusema ukweli sipendi. South Africa siwapi nafasi. Bwana mzangu usimalize madini. Siwapi nafasi. Muda na yenyewe sio rafiki bwana, si ndio? Tumalize hivi. Pengine kwenye World Cup paka hapa tulipofikia ni mataifa gani ambayo unayaona unayapa chapuo nusu finali tunaweza tukayaona? Afrika au zote? Kote. Ufaransa. Nusu finali ya kwanza Ufaransa na nani? Ufaransa na ipi Argentina.
Bana director utasave hii post kwamba Faransa na Argentina nusu finali ya kwanza. Faransa na Argentina. Faransa ya pili kuna Uholanzi. Uholanzi mtu surprise sana kwenye kombe la dunia hili. Uingereza. Na Uingereza. Bwana wewe mdau wa B Sports na Boresha Radio, save na wewe post hii hapo utakapoisikia popote pale kwamba nusu finali ya kwanza kutoka kwa Boma Sports itakuwa ni kati ya Ufaransa dhidi ya Argentina, si ndio? Then nusu finali ya pili itakuwa ni Uholanzi dhidi ya Uingereza. It's coming home. Ronaldo umpe nafasi. Japokuwa ilikuwa ndo watu wanavyosema mtaani tofauti, mpira unaonekana. Sawa, wanasema kwamba hata mimi nilikuwa nasema hivyo kwamba ile itakuwa ndo World Cup ya Ronaldo sasa kuichukua. Lakini kwa jinsi wanavyocheza ndivyo ngao ile mechi yao ya kwanza kwanza wachezaji wameheshimu yule jamaa. Wameheshimu kabisa. Tofauti na Argentina. Basi sisi hapa tunampambania Messi. Umeona? Ufahamu dogo sasa aliongea shiti hapa katikati. Joao Neves. Sasa aliongea sasa mfano mzuri unaona. Kuna wakati unaona Sabuna anapata nafasi na wale pale, nimekaa sehemu mbaya, lakini anapiga tu yani. Kwa hiyo mimi naona yule anatoka mapema sana yule. Ule na. Kama asipotoka kwenye makundi yule, basi 32 hayupo. 32 hayupo. Bana, hiyo ni B Sports na Boresha Radio. Mimi naitwa Mbwene Mgombelo, ndo ninayezungumza hapa, winga Teresa, sauti ya kuvimba, Vinicius Junior, talent from Brazil. Rio de Janeiro pale. Si ndio mzee wangu? Rio de Janeiro. Hatujawazungumzia Brazil. Hawapo kabisa kwenye mipango yako mzee wangu. Hutaki kabisa kuiona talent kwenye nusu finali. Nizungumzie. Hujamzungumzia Spain mzee wangu. Hutaki kabisa kuiona talent kwenye nusu finali. Na sababu zangu au nikupe? Weka wazi. Spain cha kwanza. Kanikera sana kwa nini kipango mchezaji. Mtabiki wake na tabu. Kwa sababu gani unajua? Tuna kwenye fact. Abdullah ni golikipa miaka 3 mfululizo golikipa bora wa Uingereza. Ana Premier League. Kumpangi kwa sababu zipi? Unai Simon anacheza Bilbao. Timu ambayo hata UEFA haishiriki haiko. Kwa hiyo mpaka pale akaza sawa na kuelewa the point kwamba ulitamani David Raya acheze kutokana na kwamba uwezo wake ambao ameshaonyesha. Mimi nataka nikuulize swali moja la kimpira. Sisi ni watu wa mpira. Pengine wanapocheza Spain unaona kuna doubt na uwezo wa Unai Simon? Nimeangalia. Una doubt na kwa sababu unaweza ngasema sababu moja. Jamaa amecheza muda mrefu timu ya taifa. Anataka doubt ya kiuchezaji. Okay. Yeye na haya. Kwenye game zote mbili ambazo umewaona. Sijaona. Au hatuoni reason ya kumbadilisha. Mimi kama Luis de la Fuente sioni reason. Ndio maana nikasema hivi. Kwa hiyo ndio big reason ambayo una exclude Spain. Sasa turudi game mpira. Nimeangalia mechi zao na mechi na Cape Verde nimeangalia. Sasa hivi wana vizazi kiukweli. Yaani mpira wao wakaidani ukiambia Spain hata ufurahi. Mimi sasa hivi timu inanivutia Uholanzi. Nikicheza hata saa 10 nitaenda kuiangalia. Wacheza vizuri. Spain hainivutii. Swala Spain ndio inajua sisi kutokana na kizazi chao. Wewe timu mpaka ya Maya Wepo ndio anafanya vizuri. Kama ngine mechi ya Cape Verde alivyoingia tu dogo ndio kabisha mchezo. Juzi alivyoanza umeona tofauti. Kwa hiyo naweza kusema kwamba mimi siwapi nafasi kwa sababu hawana mpira, yani mpira wao uvutii yani. Naona yani wale nao sidhani kama wanafika hata robo finali. Hiyo ilikuwa ni kwa upande wa World Cup. Huyo ni Boma Sports ama Duma Sports Mnyamwezi kabisa. Madini ni mengi na ya kutosha. Anakuambia reason kwa nini include Spain ni kwa sababu wana mpira mbovu. Zangu tuhame huko. Muda na usora rafiki kwetu, si ndio? Tuangalie tetesi mbalimbali za kisajili barani Ulaya. Brazil dezungumza. Acha kuizungumzia talent. Nitaumia sana ukisema vibaya talent. Sawa. Nitaumia sana ukisema vibaya talent. Vinicius kweli mzangu, Vinicius Junior kweli haipo nusu finali. Mimi na sababu zangu naweza ngakupa. Sioni kama zitakuwa nafasi. Wewe sio si Brazil. Talent kweli ni tena wewe ndio simpendi na kisumsikia. Talent nsione. Pendi huyo mchezaji simpendi huyo. Ananikera sana. Vinicius Junior. Pendi mchezaji huyo. Tuangalie tetesi mbalimbali za kiusajili barani Ulaya bwana. Morgan Rogers anayehusishwa kujiunga na Arsenal. Arsenal ametuma ofa ya paundi milioni 80 kwenda kwa Aston Villa kuhitaji huduma ya Morgan Rogers. Unaona usajili sahihi kwa Arsenal chap? Kwa sababu tunahitaji winga ya kulia bora zaidi
Tunahitaji namba 10 mbunifu. Huyo jamaa anacheza namba zote hizo nilizosema hapa. Kwa hiyo ni usajili mzuri ambao kwanza tushamuona. Unajua mimi napenda sana usajili mtu ambaye tushamtazama. Sio mtu anakuja na majina. Anacheza sio wapi huko Atalanta, mimi nitamwonia wapi sasa? Kwa hiyo kama hivi Morgan Rogers tumeshamuona na hata kwenye World Cup tunamtazama. Namuona. Kwa hiyo nafikiri ni mchezaji sahihi ambaye kwenye kikosi cha Arsenal kienda kuna kitu anaenda kukiongeza. Sahihi kwa sababu Arsenal tuna namba 10 mbunifu hatuna. Odegaard Service mbunifu, Eze sio mbunifu. Odegaard tangu ameumia, majeraha yake ya kwanza imepelusa kila kitu, imemkata. Tukija katika winga huko, Trossard umri ushasogea, Martinelli ana kitu kipya. Zaidi ya kukimbia tu ovyo, kwa tunahitaji winga ambaye mbunifu. Kwa huyo sahihi. Baada ya era ya Cristiano Ronaldo kuisha kwenye viunga vya Estadio Santiago Bernabeu msimu wa mwaka 2019. Mreno mwingine anakwenda kucheza pale kwenye uwanja wa Estadio Santiago Bernabeu akiwa na uzo matajiri wa pale. Hapa nazungumzia Real Madrid. Usajili wa Bernardo Silva kwenda Real Madrid kama mchezaji huru, umeuonaje? Ni solution kwa yale ambayo yanaendelea Real Madrid? Wana shida kwenye namba 10? Naweza ngasema usajili ule kwanza ni usajili wa bure. Alafu haukuwa na maana kwa Madrid. Madrid ina shida na namba 10. Haina. Ile kwa ni mchezaji mkubwa alafu iko free. Mwaje aje ongeze kitu. Experience ni kubwa. Na ngaya pale Luka Modric ndio kwa ile namba ambapo sasa hivi hayupo. Kwa hiyo ni sahihi kumleta yule jamaa. Madrid ina shida tu beki za kati na za pembeni ambazo washatibu msimu. Naweza ngasema tena hapa kilichobakia tena ni kwenye ni kitu kwenye viungo. Lakini nafikiri beki ndio inahitajika zaidi Madrid. Lakini washamaliza. Lakini wamesema bado kuna mtu anamchukua kwa bonusoni 200 japo hajaweka wazi. Sasa sema Perez kwamba kuna mtu wa mwisho hatujamaliza walisema Madrid. Kwa hiyo nafikiri kwa usajili wa Bernardo sioni kama una maana sana, lakini kwa kuwa ndio iko bure, alafu sasa labda neka ofa imekuja uzeeni, huwezi kuiacha. Kwa hiyo naweza kusema ni sahihi kwa upande wao wenyewe, ni sahihi. Bernardo Silva. Ni sahihi, mimi sioni kama ana maana sana, sioni kwa sababu Madrid wanahitaji tu mabeki tu na washapata. Bwana, kabla sija kuaga, acha nikuachie fact hii hapa ya kimpira leo hii bwana. Timu ya taifa ya Uholanzi haijapoteza mchezo wowote wa kimashindano wakiwa ndani ya kombe la dunia. Mara ya mwisho kupoteza ilikuwa ni mwaka 2010 bwana. Wamecheza michuano ya kombe la dunia mara 3 wakikosekana mwaka 2014. Wamecheza mechi zaidi ya 15 ama 16 sikosei, na mara zote walipokuwa wakitolewa kwenye michuano hiyo walitolewa kwa changamoto ya mikwaju ya penalty. Je, watakwenda mpaka wapi? Tusubiri na kuona ndani ya World Cup hii ambayo inafanyika pale Marekani, Mexico na Canada. Mimi naitwa Mbwene Mgombero, hii ni B Sports ndani ya Boresha Radio. Una nafasi nayo kushiriki moja kwa moja kwenye mdahalo huu. Shika kivinjari chako time hii hapa, nenda kwenye Google engine search, tafuta Boresha, www.boresha.live. Utanisikia live moja kwa moja mimi na Duma Sports. Madini mengi ya kimichezo tupo nayo kila siku mzee wangu. Sahihi sana Upo sahihi sana, upo sahihi. Nafikiri waendelee kutufuatilia, watupe support, watuangalie kama kwenye mapungufu waseme, ila hapo kati wasache kutoa comment zao. Kwenye mapungufu wasimtaje kabisa Vinicius Junior. Kwenye mapungufu namtaja sababu huyo ndo anaikela Brazil. Talent. Huyo ndo anaikela Brazil. Talent ilikuwa Estavao hajaitwa. Hiyo ndo ilikuwa talent ambayo mimi naweza kusema Brazil ndio talent, ila kwa huyo Vinicius